Nyie mnanielewa? Na kwa niko na title deeds 1058 ambayo nataka kuwapatia watu wa Ukambani. Title deeds ambazo ziko tayari. Na saa hizi hapa tuko na title deeds 2000 ya watu wa hapa. Wale watu mko tayari, mnajua title deeds zenu, mimi nimekuja nazo hapa. Kabla ya usiku ya leo kufikia kesho, kila mtu atakuwa na title deed yake, uende ujisimamie na uendeshe mambo yako. Mwisho. Vijana hoye. Vijana hoye. Vijana wa Emali muko? Mbona sisikii sauti ya vijana wa Emali? Mimi nataka niongee na vijana wa Emali. Vijana muko? Mimi nataka niongee na nyinyi. Mimi ni rika ya baba yenu. Si ndio? Mimi nataka niwaulize vijana. Tuko na mpango mara 4 ya wewe kujipanga na ajira. Kwa sababu tulikubaliana ya kwamba ile changamoto kubwa ya Kenya ni vijana wengi wamemaliza shule hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Kazi yetu ya kwanza ya kupanga ajira ya hawa vijana ni program yetu ya housing, program ya markets, program ya hostels. Pale vijana saa hizi nikiongea na nyinyi, tuko na vijana 600,000 young people are working in the program of housing, markets and hostels. Kama wewe ni plumber, wewe ni carpenter, wewe ni mason, wewe ni electrician, wewe ni engineer, wewe ni mtu ya mkono, wewe ni architect, pale kwa affordable housing, pale kwa market, pale kwa hostel, iko kazi. Wewe kazi yako ni kujituma, uende uungane na hiyo kazi. Vijana mnanisikia? Jambo la pili, tumekubaliana ya kwamba pia katika mitandao, pale kwa Jitume Center, pale kwa ICT Hub, pale kwa Business Process Outsourcing, sasa tuko na nafasi ya vijana wa Makueni, vijana wa Kenya, kujipatia ajira ile inaitwa digital jobs. Mahali unaweza kufanya kazi kwa mtandao, kampuni iko Marekani, kampuni iko Ulaya, kampuni iko Ujerumani, lakini unafanyia hapa Makueni na unapata pesa kila siku na kila mwezi. Mimi nataka niulize vijana wa Makueni, jipangeni na digital jobs. We have opportunities for you to work in the digital jobs ecosystem, either in an ICT hub or in a Jitume Center or in a business process outsourcing company. Nyinyi mtajipanga vijana wangu? Jambo la 4, jambo la 3. Mimi nataka vijana tena muendelee kunisikiza, kwa sababu mambo katika dunia hii ni kujituma. Unasikia kijana? Hakuna kazi itakuja kukutafuta nyumbani. Lazima ufanye nini? Lazima ufanye nini? Lazima ujitume bwana. Sijui kama tunaelewana. Mimi na huyu Alfred Mutua yuko hapa, waziri wangu wa mambo ya labor na mambo ya migration. Huyu waziri Mutua. Tumekubaliana ya kwamba lazima tupange ajira ya vijana mahali kazi itapatikana, na huko vijana wataenda. Ikipatikana Emali, mtafanya. Mtafanya au mtafanya? Ikipatikana Nairobi, mtafanya. Ikipatikana Dubai, mtafanya. Ikipatikana Ujerumani, mtafanya. Ikipatikana Ufaransa, mtafanya. Sasa tumefanya hivi. Tumeandikishana ile inaitwa bilateral labor agreement na nchi karibu 19. Mimi wiki iliyopita nilikuwa kule Qatar, muliniona. Tayari wamenipatia nafasi 13,000 ya vijana wa Kenya kwenda kufanya kazi huko. Tayari vijana 20,000. Sikizeni ndugu zangu watu wa Makueni. Tayari vijana 20,000 kutoka Kenya kwa miaka 3 imepita wanafanya kazi kule Qatar. Na wale viongozi wa Qatar walinieleza hawa wa Kenya ni watu wa bidii, ni watu waaminifu, ni watu wa kujituma. Sasa tunakuambia rais, enda ututafutie vijana wengine 13,000. Tuko na nafasi yao hapa Qatar, wakuja waendeshe maisha, walipwe na madola, wajiinue, wajisimamie na wajenge taifa letu la Kenya. Vijana wa hapa mko tayari? Katika hiyo program tunaita export of labor. Nataka vijana mnisikize kwa makini bwana. Tunaongea maneno ya muhimu sana. Nyinyi vijana mnanielewa? Katika hiyo program ya export of labor tumesaidia vijana tayari 1430 tayari wanafanya nje ya Kenya for the last 3 years.
kuna wenye wanafanya kule Qatar, kuna wanafanya UAE, kuna wanafanya Saudia, kuna wanafanya Ujerumani, na hawa wabunge wetu wote wanajua vile tumepangana na wao. Kama huna passport tunakupatia in 3 days. Kama hauna pesa ya kulipa tikiti ya kwenda ngambo, serikali itakupatia pesa ya kulipa tikiti. Bora baadaye uturudishie pesa yetu, usiende kwa kula. Ama namna gani, my friends? Tuko pamoja ama tuko pamoja? Vijana hoye! Ndio mimi nimekuja hapa Emali. Niwaambie vijana wa Emali, tafadhali my friends, nyinyi ni watoto wangu mimi. I have sons and daughters like you. Na ndio mimi nawauliza, kila mmoja wenu ujipange. Kwa housing kuna kazi, kwa markets kuna kazi, kwa hostels kuna kazi, kwa export of labor kuna kazi, kwa mambo ya BPO iko kazi, kwa ICT hub iko kazi, kwa Jitume Center iko kazi. Wewe ni kujituma. Ama namna gani, my friends? Mutajipanga vijana wa Makueni? Mutajipanga? Emali mutajipanga? Tunaelewana? Mimi nataka niseme juzi, mumesikia kwamba tuko na program inaitwa Nyota. Mumesikia ama hujasikia? Mumesikia? Tunatafuta vijana 100,000, 110,000. Vijana wale wako na biashara kidogo kidogo hapa Emali. Na tumesema kila ward tunataka vijana 74. Tuwapatie kila kijana grant, pesa ya shilingi 50,000. Wewe uende usukume hustle yako, usonge naye mbele, na ni pesa ya serikali, hautahitaji kulipa. Nyinyi vijana mko tayari? Na hiyo pesa bilioni 5, mimi nitapatiana hiyo bilioni 5 in the next 10 days. Kwa vijana 110,000 wa Kenya. Wajisimamie, tuinue biashara zao, ili tuhakikisha kwamba wakati Kenya inasonga mbele, vijana wa Kenya wako sambamba na Wakenya wengine. Vijana hoye! Vijana hoye! Makueni tumeelewana jameni? Sasa mimi nataka niwaambie, huyu mungwana anaitwa Bwana Mutuse. Huyu mbunge wenu huyu anaitwa Bwana Mutuse. Si mnaelewa hivyo? Bwana. Nimekuja kumstaki kwenu. Huyu mtu nimekuja kumstaki kwenu. Ananisumbua sana. Ananiendesha kama gari ya miraa. Mara barabara, mara stima, sijui title deed, sijui soko. Sasa simuambia anipeleke polepole jameni, watu wa Emali. Mtamwambia anipeleke polepole? Ati hapana? Allah. Kwani kumbe nyinyi ndio problem? Nyinyi ndio mmemwambia kuja nikimbize? Asalala. Basi wacha nitaenda kumstaki kwa Mungu basi. Lakini huyu mungwana, wacha niwaeleze. Kwa ile yote amenisumbua,